Habari mwanafamilia wa Moto wa Chinalulo. Leo tunaangalia tofauti na maajabu ya ndonya ya Wamakonde wa Msumbiji na ndonya ya Wamakonde wa Tanzania. Ndonya ya Wamakonde wa Msumbiji ni ndonya nyeusi inayochongwa kwa mpingo, ni nyembamba, inakaa kwenye mdomo wa juu wa mwanamke yule aliyewekewa ndonya wa Msumbiji. Ndonya ya mwanamke wa Kitanzania ni ndonya nyeupe inayochongwa kwa mti usiokuwa wa mpingo, na hivi inakuwa duara, ni pana kuliko ile ya mwanamke wa Msumbiji. Kudumu kwake kunafanana na ile ndonya ya Makonde wa Msumbiji. Sasa tuangalie maajabu ya ndonya ya Wamakonde wa Msumbiji na maajabu ya ndonya ya Wamakonde wa Tanzania. Ndonya ya Wamakonde wa Msumbiji ni chombo mithili ya chupa, ilikuwa inachongwa na kuwekwa kizibo juu yake. Ndonya ile ilikuwa ikiwekwa kwenye mdomo wa mwanamke, ujue ndani yake tayari kuna mafuta yale ambalika yanawekwa mule. Na ndonya ile, kwa sababu ilikuwa na watu wachache tu wanavaa, wenye bahati ya kuvaa, basi katika familia ile kama kunatokea ngoma mahali au mkusanyiko fulani mahali, wanafamilia ile wanapoondoka kuelekea kwenye ngoma ile au kwenye tukio lile, wanatembea kwa miguu. Kwa hiyo humu njiani wanakumbana na vumbi ya aina mbalimbali. Wakikaribia, wakati zimebaki kama mita 100 hivi kufika sehemu ya tukio, yule mama mwenye ndonya, kama wako wawili au watatu, basi kila mmoja anatoa, alafu anafungua kizibo, anamiminia kwenye kiganja chake, ndipo wale wengine wanajipaka, wanachovya pale na kujipaka kwenye miguu kuondoa vumbi waliopata njiani. Wakifika eneo la ngoma au eneo lile la mkusanyiko wa watu, wanaonekana wako safi kabisa, wanang'aa miguuni, hawajapalika. Ile ndo siri ya ndonya ya Wamakonde wa Msumbiji. Ndonya ya Wamakonde wa Tanzania, ile ndonya pamoja na upana wake, ile ndonya ilikuwa inavaliwa na mwanamke mpaka anazeeka na kufa nayo. Kwa hiyo na familia walikuwa wanaitunza ile kwa uangalifu mkubwa, kwa sababu baadaye wanaitumia kama dawa kwenye vitu mbalimbali. Lakini dawa mojawapo ndio hii kauli tunayosikia, limbwata. Limbwata mwanamume alikuwa anatiliwa kwa vipi? Kwa maana inasuguliwa kipande cha ndonya, anatiliwa kwenye chakula, anakula, halafu yanaonekana mabadiliko kwenye familia. Mwanaume anafanya vitu vingi vya kumsaidia mwanamke, kiasi kwamba majirani wanashangaa kwa nini inatokea vile. Kwa nini Wamakonde walikuwa wanaamini vile? Kwamba mwanamke akiweka ile dawa atapendwa sana na mume wake. Ni kwa sababu maisha ile ndonya anapowekewa mwanamke, inasemekana kwamba muda wote anapoonekana yule mama amevaa ndonya, iwe wakati wa jua, wakati wa mvua, wakati wa shida, wakati wa raha, muda wote ndonya inakuwa mwilini mwa yule mwanamke, haitolewi. Hata kama kiumwa, hata kama kifurahi, hata kama katika dhiki gani, ile ndonya haitoki. Na ndio maana inakaa milele na gandana wakati wote mpaka yeye anakufa. Sasa mapendo yale ya kuonekana inaganda kwenye mwili wa mwanamke, ndio yale yanaonekana kwamba akifanyiwa mwanaume atampenda na kumganda mke wake mpaka kifo chake. Hiyo ilikuwa tu falsafa ya wakati huo. Na hizo ndizo tofauti na maajabu ya ndonya ya Wamakonde wa Msumbiji na Wamakonde wa Tanzania. Asante mwanafamilia wa Moto wa Chinalulo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare, ili ujumbe huu wafikie watu wengi waweze kujua mambo hayo ambayo yalijificha. Kwaheri.